machozi tu yamebaki, dhiki kuu imeanza, hakuna pa kujificha. Baada ya watakatifu kunyakuliwa, ulimwengu uliingia katika mateso makali. Kipindi hiki cha giza kilidumu kwa takribani siku 1278. Vizuizi vilikuwa kila mahali na ukaguzi ulikuwa unakaribia kuanza nyumba kwa nyumba. Nico hakuwa na chaguo. Alichukua familia yake na kuondoka. Where are we going? We have to go. We're going to be okay. Walikimbilia nje ya mji, mahali pa kujificha, kama wengine waliokataa alama. Welcome. Hakukuwa na kununua wala kuuza, na matumaini ndiyo yalikuwa chakula chao cha mwisho. Tumefikia wiki ya mwisho ya kujisajili. Ndani ya maandaki, chakula kilikuwa kidogo na kiligawanywa kwa wote. Kila siku njaa iliongezeka. Tumebakiwa na hazina ya siku 2. Na matumaini ndiyo yalikuwa chakula chao cha mwisho. Ndani ya jeshi la polisi, operesheni maalum ilianza. Ukaguzi uliimarishwa. Kila barabara, kila jengo, kila kona ya mji ilikuwa chini ya uangalizi. Jeshi lilipokea taarifa za kiintelijensia kwamba kulikuwa na watu waliokuwa wamejificha ndani ya maandaki, nje ya mipaka ya mji. Taarifa hizo zilithibitishwa, na bila kuchelewa, operesheni maalum ikaidhinishwa. Walitumwa kuwatafuta, kwa sababu katika mfumo huo hakuna aliyeruhusiwa kujificha, hakuna aliyeruhusiwa kupotea. Na wale waliokuwa nje ya mji walikuwa sasa wanatafutwa rasmi. Neni aliendelea kusimama imara hata pale ambapo mke wake alichagua kupokea chapa. Neni, bado unashikilia msimamo wako? Baada ya mateso makali, waliamua kumhamisha kwenda gereza kuu la mjini, mahali ambapo matumaini hupotea taratibu. Upande mwingine, ndani ya maandaki, jeshi la polisi lilibadili mbinu. Hawakuvunja milango, hawakulazimisha kuingia. Walizingira tu na kusubiri njaa ifanye kazi yake. Ule mlango ulikuwa tumaini lao la mwisho, njia ya kutoka kwenda porini kuwinda na kuendelea kuishi. Lakini sasa ulikuwa umefungwa. Hawakubaki na uchaguzi. Kujisalimisha kulimaanisha kupokea alama ya yule mnyama. Polisi walitumia vipaza sauti kuambia maneno mazuri. Jamani, hatujakuja kwa ubaya, tumekuja kuwapa tu alama. Tumekuja na chakula pia cha kuwatosheni nyote, njoni tujumuike pamoja. Njaa ilizidi, miili ikaanza kudhoofika, imani ikaanza kuyumba, na wengine walifika mwisho wa uvumilivu wao, wakaacha kusimama. Nico hakuvumilia tena. Alifika ukomo, na kwa mara ya mwisho alichagua nafsi yake bila hata kuangalia familia yake. Naombeni chakula, nisaidieni. Alijisalimisha akiamini labda angehurumiwa, labda familia yake ingeokolewa, lakini haikuwa hivyo. Nico alilipa gharama ya usaliti wake, sio kwa rehema, bali kwa mateso. Mikono ile ile aliyokimbilia kwa msaada ndiyo iliyomtesa. Na hapo ndipo maandiko huwa kweli: atakaye kuyaokoa maisha yake atayapoteza.
Neni na wenzake walihamishiwa gereza kuu la mjini. Sasa huruma imeisha, wote mtoke. Mwisho wake, polisi waliwachukua wote waliokuwa wamebaki ndani ya maandaki na kuwapeleka vituoni, wale ambao hawakupokea chapa ya yule mnyama. Niko aliachiwa na polisi akiwa amejeruhiwa vibaya na mbwa mkali, lakini maumivu makubwa zaidi hayakuwa ya mwili bali ya moyo. Maumivu ya kuona ameshindwa kusimama nafasi yake kama baba mbele ya familia yake. Niko alirudi nyumbani akiwa peke yake, bila familia, bila wale aliowapenda. Lakini akiwa na chapa iliyomruhusu kuendelea na maisha ya kila siku. Na hivyo ndivyo ilivyo hata leo. Watu wengi wanakubali kuuza wokovu wao kwa ajili ya chakula na mahitaji ya muda mfupi. Lakini ukweli ni huu: ghadhabu ya Mungu juu ya wale waliopokea chapa bado haijafika. Wengi walipitia mateso makali na wengine hawakurudi tena. Hawa ndio wale waliojitoa na kukomboa ushuhuda wao kwa damu zao. Kabla ya mwisho wa siku hizo 1278, ghadhabu ya Mungu itashuka. Na itakapofika, itakuwa ni kilio na kusaga meno kwa ajili ya wale wote waliopokea chapa ya yule mnyama. Tujifunze basi, wakati bado neema ya Mungu ipo, kukomboa wakati, kwa maana siku tusiyoitarajia Mwana wa Adamu atarudi kulichukua kanisa lake takatifu. Swali linabaki: je, utakuwepo? Mungu akubariki kwa kusikiliza ujumbe huu.